waandishi wa habari, waheshimiwa mabalozi, mabibi na mabwana. Nianze na kuwashukuruni sana kwa mwaliko wa kunishirikisha katika jambo hili kubwa. Katika mazingira tunayopita, wenzako wakikualika kwenye shughuli ya watetezi wa haki za binadamu, manake wanahisi mnafanana kidogo mawazo. Uongo? Kwa kweli nawashukuru sana kwa heshima kubwa ambayo mmenipa, na nitumie nafasi hii kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuwapa ushirikiano mara kwa mara kadri mtakavyohitaji kushirikiana na serikali. Lakini nitumie nafasi hii pia kuwapa salamu kutoka kwa mwenyekiti wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye miaka michache iliyopita ndiye alikuwa mgeni rasmi kwenye shughuli yenu. Amenituma niwape salamu nyingi za upendo na mshikamano. Kwa niaba ya serikali, niwapongeze sana ndugu zangu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC kwa kazi kubwa ambayo mmefanya katika nchi yetu tangu kuundwa kwenu. Mwenyekiti wa bodi ameeleza, Mheshimiwa Waziri ameeleza, lakini vile mratibu ameeleza. Serikali ambayo haitambui mchango wenu itakuwa serikali kipofu. Serikali yetu inatambua na kuthamini mchango wenu. Mmetoa mchango mkubwa katika huduma za kisheria katika nchi yetu. Mmetoa mchango mkubwa kwa elimu kwa wananchi. Lakini vile mmetoa mchango mkubwa katika kushirikisha wadau katika eneo la haki na maisha ya Watanzania. Nitumie nafasi hii vile kuwashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya katika kushirikiana na Samia Legal Aid. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kipindi kifupi, nyinyi kwa kushirikiana na Wizara ya Sheria na Katiba na wadau wengine, mmeweza kuwafikia Watanzania 4,100,057 na wote wamepata huduma za kisheria. Nawapongeza na kuwashukuru sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alipopanda pale, aliposema anatafakari kuhusu haki za binadamu, na nikajua atatupa mtiririko fulani hivi, nikaanza kusubiri kwa hamu, maana Mkuu wa Mkoa ni mwalimu. Alafu baadaye akatuacha kwenye mataa. Sasa aliposema vile, na mimi nikaanza kuandika pale. Nimeandika kidogo ili niseme labda kama nia yake ilikuwa kutupa mtihani, basi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akasahihishe. Mimi najaribu nilichomwandikia ni hiki, na nitaandika kama nilivyoandika. Nimeandika hivi: Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nadhani majibu ya hoja yako yako hivi: tukiongelea haki za binadamu zinaanzia kwa mtu. Tunaposema haki za binadamu, wakati mwingine maneno haya yanaweza kusikika kama jambo kubwa sana kisheria, lakini maana yake halisi ni hii: ni mama anayetaka mtoto wake awe salama, ni baba anayetaka kufanya kazi na kuilisha familia yake kwa heshima, ni kijana anayetaka kusikilizwa, ni mwananchi anayetaka kutoa maoni yake bila hofu, ni mtu anayetuhumiwa ambaye bado anastahili kutendewa kwa mujibu wa sheria, ni polisi anayekwenda kazini na kutamani kurudi salama kwa familia yake, ni mwandishi wa habari anayetaka kufanya kazi yake, na ni mwananchi ambaye hata kama hana cheo, hana fedha na hana mtu wa kumsemea, bado ana utu. Na kwa sababu ana utu, ana thamani. Hapo ndipo haki za binadamu zinapoanzia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unaweza kusahihisha sasa. Maana haiwezekani Mkuu wa Mkoa atoe mtihani alafu tujidai hatujasikia. Sasa baada ya kujaribu huo mtihani wa Mkuu wa Mkoa, baadaye atanong'oneza amenipa maksi ngapi. Lakini hapo ndio nilipoamini mimi kwenye haki za binadamu. Unaweza kuongeza vingine vingi, lakini vyote vinatiririka
humo ambapo nimejaribu kuelezea kwa ufupi. Na niko hapa kwa niaba ya serikali, si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti. Sio binadamu tena. Maana ubongo, kila mtu kapewa ubongo ambao uko peke yake, unajitegemea katika kufikiri na kutenda. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja inakuwa kama mfumo ule wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huko, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Kwa niko hapa nikijua kwamba kuna mambo mnayoyatazama kwa upande wenu kama watetezi wa haki za binadamu ambao pengine serikali isiyatazame kwa staili hiyo. Lakini niko hapa kwa sababu tunasisitiza kwamba kama kuna tofauti lazima tuendelee kuzizungumza. Na tunaweza tukafika mahali kwenye baadhi ya maeneo tusielewane moja kwa moja, lakini si dhambi. Ndio maana watu wao wanasema kuna muda mnafika mahali sasa tumekubaliana kutokubaliana. Na waungwana wakisema tumekubaliana kutokubaliana, hapo wanagonga glasi kuonyesha kwamba si ugomvi kutokubaliana. Katika dira ya 2050 ya Tanzania, moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu. Kati ya sasa na mwaka 2050 tunaongelea utawala bora, tunaongelea ushirikishwaji wa wananchi, na tunaongelea usawa wa kijamii. Katika kuyatekeleza yote haya tunashirikiana na nani? Kwa vyovyote wadau wetu lazima wawe watetezi wa haki za binadamu. Asasi za kiraia zimetoa mchango mkubwa sana. Hizi asasi ambazo leo mnaziwakilisha hapa, sisi kama serikali hatuwezi kupuuza mchango ambao mmetoa. Kwa nguvu ambayo mmekuwa nayo ya nje na ndani ya nchi, mmeshiriki hata katika kujenga uchumi wetu. Mmeshiriki katika ununuzi wa bidhaa pamoja na huduma katika nchi yetu kwa kipindi ambacho mmekuwa mkifanya kazi zenu. Mmeshiriki katika kuchangia kodi na ada katika mapato ya serikali. Mmeshiriki katika kujenga uwezo wa wananchi. Lakini mmeshiriki vile vile katika kuvutia rasilimali fedha kutoka nje ya nchi. Na katika eneo hili kwa kweli, kwa namna ya pekee na washukuru wadau wetu wa kimataifa, na balozi wa Ulaya atusaidia kutufikishia salamu kwa wenzao kwamba kwa kweli tunatambua mchango wao. Kwa sababu kadri walivyokuwa wanawezesha rasilimali fedha, ndivyo ambavyo tuliweza pia kuwa tunaongeza ajira kwa watu wetu. Na kwa kweli nimwambie balozi wa Ulaya na wenzake wasione ni tatizo kuendelea kuzungumza namna ya kuzisaidia taasisi zetu. Wanapopunguza michango yao, wanapunguza nafasi muhimu ya watetezi wa haki za binadamu, sio kwa Tanzania tu, lakini kwa Afrika na dunia. Ni muhimu wajue kwamba tunathamini na kutambua michango yao, na kwa kweli kwa kadri inavyowezekana tunawasihi waendelee kutoa michango hiyo. Serikali kwa upande wake itaendelea kutengeneza mazingira wezeshi ili taasisi zetu hizi ziweze kufanya kazi zake kwa mafanikio, lakini vile kuleta tija kwa taifa, tija iliyokusudiwa. Nilikuwa naangalia takwimu zetu hapa. Wanasema katika utekelezaji wa majukumu wa asasi za kiraia tumekuwa tukitegemea karibu 85% kutoka ufadhili kutoka nje.
na taasisi ambazo zimekuwa hazina vyanzo mbadala ni 79%, na karibu 40% ya taasisi zetu ama zimesitisha utekelezaji wa majukumu yake ama zimepunguza wafanyakazi wake. Kwa hiyo mnaposema serikali itengeneze sera wezeshi, ninawaelewa.